tunabudi kurejesha shukrani za dhati kwake yeye Jalla Jalaluhu. Yeye ndiye ambaye kwamba ametuwezesha hii siku ya leo tumeweza kuipata salama na amani, si kwa ujanja wetu, bali ni taufiki yake Subhanahu wa Ta'ala. Tupo katika bustani ya mauti. Jana tumeeleza masala ambayo kwamba Sayyiduna Ali karramallahu wajhahu alivyokuwa akitoa hotuba yake, ameeleza mambo mazito mpaka imepelekea Waislamu waliokuwa wakimsikiliza walilia, tena walilia sana kwa hotuba ya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Miongoni mwa mambo kwamba ameeleza mambo mazito ambayo kwamba yanaomkumba mwanadamu pale wakati anapofukiwa, wakati akiwa katika lahdi yake katika mwanandani, watu tayari wanaondoka, wanamwacha kama yule. Hapo ndipo ambapo kwamba Sayyidina Ali karramallahu wajhahu ameeleza uzito ambao kwamba mwanadamu haupata. Alafu akaeleza uzito ambao kwamba unaopata siku baada yake kufufuliwa, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumeeleza katika aya mbalimbali na aya tofauti tofauti. Alafu tukaja tukaisoma riwaya ya Asya ibn Abdurrahman kwamba amesema muumini wakati akifa, wakati anapopelekwa maziarani, yeye mwenyewe muumini kama huyo husema asra'u, husema nipelekeni haraka, nipelekeni haraka, nipelekeni haraka. Alafu baada ya kupelekwa akafikiwa pale, ardhi hupokea kusema mimi nilikuwa nikupenda wewe, ulikuwa ukinganyaga ardhini, ulikuwa ukienda katika mambo ya khairati, ulikuwa ukifanya mambo kadhaa, lakini mimi bado still nilikuwa na mapenzi na wewe. Hatimaye leo wapenzi wawili wamekutana. Hiyo ni ardhi itakuwa inazungumzisha kafiri. Tumeeleza riwaya ya Asya ibn Abdurrahman hivyo alivyotokea, akasema kafiri wakati akifa, fa idha wudi'a fi lahdi, akiwa ameweka katika lahdi yake mwanandani, ardhi huwa na jazma na huwa na hasira kubwa, na husema wewe ndiye ambaye kwamba ulikuwa na majivuno, wewe ndiye ambaye kwamba ulikuwa na kiburi ardhi, wewe ndiye ambaye kwamba ulikuwa ukimwasi Mwenyezi Mungu, wewe ndiye ambaye kwamba ulikuwa ukifitinisha watu. Mimi nilikuwa nikikuchukia sana, mimi nilikuwa na hasira na wewe sana, hatimaye leo tumekutana. Hayo ni maelezo ya jana tuliyoeleza. Hadithi iliyopokewa na Uthman ibn Affan radhiallahu anhu annahu, kwamba yeye Uthman ibn Affan siku moja waqafa, alisimama ala qabri. Uthman ibn Affan alisimama juu ya kaburi siku moja, fabaka, akalia tena ilia sana. Alafu akasema faqila lahu, ghafla kuna mtu akamwambia, innaka tadhkuru aljanna wan nar, hakika wewe Sayyidina Uthman, wewe umeikumbuka pepo na moto. Wala tabiki watabaka min hadha, wewe haulii kitu kingine, hakuna mambo ya dunia yanayokuuliza isipokuwa kinachokuuliza wewe walilia nini. Unalilia nini? Unalilia pepo na unalilia moto, kama Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyosema. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Mtume Mwenyezi Mungu amesema, alqabru, kaburi, awwalu manzil min manazil akhira. Kaburi, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema haya ndiyo mashukio ya kwanza ya akhera. Fa inna ja al-abdu minhu, mja yoyote ama mwanadamu yoyote akiokoka kutokamana na adhabu ya hii kaburi,
fama ba'dahu aisaru, basi kitakachokuja baada ya kufufuliwa kwake itakuwa ni wepesi. Wewe ukiokoka na adhabu ya kaburi, basi fama ba'dahu aisaru, kitakachokuja mbele yako baada ya wewe kufufuliwa huwa ni wepesi zaidi kwako. Halafu akaendelea akasema, wa illa yanji, usipookoka minhu, kutokamana na hiyo kaburi, fama ba'dahu ashaddu minhu, wewe usipookoka pale katika ile kaburi, kitakachokuja baada ya wewe kufufuliwa, shekhi, itakuwa ni adhabu kali sana, kwa sababu haukuokoka na adhabu ya kaburi. Usitarajie kama utasalimika baada ya wewe kufufuliwa. Halafu kisa kimoja, kisa chenyewe kimepokewa na Abdulhamid ibn Mahmud al-Ma'lawi. Alipokea kisa hicho akasema, kuntu jalisan, siku moja nilikuwa nimeketi inda ibn Abbas, pamoja na Ibn Abbas. Faatahu qaum, watu walimjia, kundi la watu walimjia siku moja, nikiwa na pamoja na Ibn Abbas. Na tamjua Ibn Abbas alikuwa ni katika wanazuoni wakubwa wa zama za maswahaba. Ni kijana ambaye kwamba alikuwa amejisumbua sana katika kuitafuta elimu. Ni kijana ambaye kwamba alikuwa akifasiri Qur'ani. Ni kijana ambaye kwamba alibobea katika masala ya kibalagha na masala ya kiundani. Sasa Ibn Abbas siku moja alikaa, faatahu qaum, watu walimjia, faqalu, hao watu wakaanza kumwelezea matukio ambayo kwamba waliyapata. Kharajna hujaja, Ibn Abbas, sisi tumetoka baada ya kuhiji, twaenda, ni maana twarudi, wa maana sahibun lana, na tulikuwa na rafiki wetu, ni kipenzi chetu, tulikuwa na mwandani wetu. Hata intahaina, mpaka tulipofikia sehemu inayoitwa Hayyu Dhati Safa. Tulipofika sehemu inayoitwa Hayyu Dhati Safa, huyu bwana rafiki wetu ghafla hapo kwa hapo akafa, tena ni ghafla. Thumma intalaqna fahafara lahu qabran lahda, kisha baada ya kufa hatuna budi, ilibidi tufanye matayarisho kwa ajili ya kumzika. Sasa tukamchimbia kaburi, tukatengeneza ile lahdi ambayo kwamba tunaiita Kiswahili mwanandani. Baada ya kuichimba, faidha nahnu biaswadi qad malaa al-lahd, ghafla wakati sasa tunataka tumchukue huyo mwandani wetu, huyo rafiki wetu, tumzike katika lahdi yake, lile kwa ile lahdi ukawa kuna kiumbe cheusi, kiumbe hapo kwamba hakijulikani ni kiumbe aina gani, lakini ni kiumbe cheusi, kiumbe chenye kutisha. Sasa sisi tunashuka, hili likiendelea hivi sitafanyaje? Tukachimba tena sehemu nyingine. Akasema yani bil aswad, ya maana yake hicho kiumbe cheusi ilikuwa ni nyoka, tena nyoka mkubwa ambapo kwamba amechukua ile nafasi yote ile lahdi, ameitapakaa. Sasa hawajui utamzika vipi huyu maiti. Ibidi wakaenda tena kuchimba sehemu nyingine, fahafarna lahu fi makanin akhar, tukamchimbia sehemu nyingine huyu rafiki yetu. Hivyo hivyo, faidha nahnu bi aswadi malaa al-lahd, vivyo hivyo kaburi lingine tulilochimba, yule nyoka alikuja tena kutapakaa katika ile lahdi ya mwanadamu, tukashindwa kumzika. Hayo ni mashtaka, hao watu wanamshtakia nani? Ibn Abbas radhiallahu anhu yuko pamoja na nani? Abdulhamid ibn Mahmud. Huyu Ibn Abbas bado anasikiliza mazungumzo ya makundi kama haya, wakiwa wanamshtakia Ibn Abbas jambo kama hili. Fataraknahu, ibidi hilo kaburi la pili tulilolichimba tukaliwacha.
kwa sababu sasa kaburi la kwanza tumeliona liko na nyoka, tena nyoka mweusi sawa sawa. Kaburi la pili tulilolichimba hivyo hivyo, tukapata nyoka mweusi. Kaburi la tatu ibidi tuchimbe kaburi la tatu thalitha, mara ya tatu, faidha biaswadi mara allahi. Vivyo hivyo kaburi lile limejawa na nyoka mweusi tena mkubwa. Fataraknahu, ibidi sisi tuliacha. Wa atainaka, na ndio sisi tumekujia wewe tupate ushauri wako, twafanya nini kuhusu hili. Tumechimba kaburi la kwanza tukapata majanga haya, kaburi la pili tukapata limejawa na nyoka, kaburi la tatu tumepata vivyo hivyo limejawa na nyoka mweusi mkubwa. Sasa tumekuja tunataka kushauri kwa tufanye nini katika hili. Qala Ibn Abbas radhiallahu anhu, maneno aliyosema Ibn Abbas radhi za Mwenyezi Mungu simwendelee, akasema dhaka alfi'lu alladhi, hicho kitendo ambacho kwamba kana yafaaluhu, mulikuwa mwakifanya. Intaliqu, hebu nendeni, fadfanu fi ba'dhiha, mwende mkamzike katika hayo mashimo matatu mmoja wao, kwa sababu hata kama mtakuwa mwachimba makaburi ya ulimwengu mzima, stili bado mtapata huyo nyoka atakuwa ni mwenye kutoka. Nendeni katika makaburi hayo matatu mmoja wao mliyachimba, mumziki, kwa sababu hapo salimika. Kwenye baada yale aliyoyafanya ni mambo makubwa sana, ni mambo mazito sana. Kwa hayo aliyoyafanya hapo salimika. Nini haina budi tukueni mkamziki katika yale makaburi matatu mlioyachimba, hawana budi. Akasema Ibn Abbas akasema, fa wallahi, naapa kwa Mwenyezi Mungu, lau hafartumul ardha kullaha, lau mngekuwa mwachimba ardhi nzima, huku mwachimba mwaenda sehemu tofauti tofauti, la wajtumuhu fiha, mngelimpata huyo nyoka pia. Hata ingekuwa mwaenda kaskazini, north, east, south, mngekuwa mwaenda sehemu zote mngelipata. Akaendea fa akhbaru qauma, alafu baada ya kumzika nendeni kwa watu wake mumpatie hizo habari na mjue huyu maiti ni kitu gani alichokuwa amekifanya mpaka leo imefikia hali kama hii. Wakati alikuwa na maisha yake mazuri, huyu alikuwa akifanya kitu gani? Hebu nendeni kwa watu wake mkaulize. Wakafanya walivyoamrishwa. Fakulna limraati, baada ya kumzika ibidi wakaenda mpaka kwa familia yake, wakampata mkewe, wakamuuliza mkewe. Mke akasema makana lahu bil amal, huyu miongoni mwa kazi zake alikuwa akizifanya, kana yabiu taa, huyu mara nyingi alikuwa akijishughulisha na kuuza chakula kama kile, bimaana alikuwa akiuza hantwala, unga ngano, alikuwa akiuza mchele, alikuwa akifanya biashara tofauti tofauti, maharagwe, yaani hizi nafaka hizi, chakula za nafaka. Wakana yaakhudhu kulla ta'amin qadra qawquti, yani alikuwa akichukua kila chakula, alikuwa akinunua. Kama mfano ni mchele, alikuwa akichukua akipeleka nyumbani, alafu ule mchele aliopunguza pale katika ile kilo, kuna vitu anavyoongeza pale ili ionekane kama hii ni kilo kamili, lakini huwa anapunguza, alafu anazidisha vitu vingine pale ili kuonekane kama ile kilo imekamilika. Kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituambia katika sura Al-Mutaffifin, wailun lilmutaffifin alladhina idha talu ala nnasi yastawfun, wala kwamba wakupima kilo zao alafu wakazipunguza zile kilo alafu wakaongeza mambo yao. Hapa ndio tunapata kujua kiyama, ile mambo manne hapo kwamba tumesema ukiyafanya hayo mambo manne hautosalimika katika kaburi.
tukataja alikadhibu, uongo, kuzungumza uongo, kaburi lazima adhabu itakupata. Alafu tukasema jambo la pili alkhiana, bimaana huyu bwana alikuwa amejivisha na sifa ya khiana, alikuwa akikiri watu katika biashara yake, kupunguza ile kitu, alafu akaongeza mambo yake ili ionekane, alafu akaandika pale hii ni ngano safi, na tena kuandikia tena kwa handwriting nzuri pale, ngano safi, ama haya ni soya safi, kilo imekamilika hapa, imeongezwa, na ni uongo. Sasa mkewe kwa hali hii alikuwa akimwona mumewe, pia alikuwa akimkanya biashara yake, maana alikuwa akiuza biashara ya uongo, maana alikuwa anafanya khiana, anahadaa watu. Thumma yufriqu aswala mithlahu, kama nilivyoeleza, nasema kisha baada ya kuchukua kidogo katika kile chakula, maana anapunguza kilo ile inabaki kasoro, anachukua alafu anaongeza katikati ya ule mchele ama maharagwe ili ionekane kama imezidi. Kwa hiyo ukichukua ukipima, hii imezidi. Ukienda nyumbani ushapata kuna mambo tofauti tofauti pale, unapata maganda ile, kumbe maganda ni mengi kuliko mchele. Sasa wewe waanza kuchambua na kutoa ule ile takataka uchafucha, kumbe ameziweka makusudi zile takataka. Ukija kutamaki takataka ulizozitoa ni nyingi zaidi kuliko mchele. Sasa hii ni katika mambo ambayo kwamba mwanadamu afaa ajitanaba, afaa azinduke, afaa ajitambue katika kufanya biashara. Ni lazima, kama Ramadhani ya mwaka jana, kuna maudhui mimi nishai kueleza ni nani ambaye kwamba anayefaa kufanya biashara na ni nani ambaye kwamba hafai kufanya biashara. Nikaeleza mtu ambaye kwamba anafaa kufanya biashara ni mtu ambaye kwamba amesoma, ni mtu ambaye kwamba amesoma. Mtu ambaye kwamba amesoma fikhi, huyu hawezi kufanya khiana. Sayyidina Umar alisema man lam yatafaqqa, yoyote ambaye kwamba hakusoma ilmu ya fiqh, fala yakribanna as-suq, mtu kama huyu asikurudie soko. Kwa sababu gani? Huyu kama hana elimu ya fiqh, huyu atafanya riba, huyu atafanya khiana. Hana elimu ya fiqh, hajui analolitenda, hajui biashara ameifanya, hii biashara yafaa kufanywa vipi kiuislamu, hajui kusoma, hajasoma elimu ya fiqh, haijui elimu kama mimi nitaisoma vipi. Sasa huyu bwana alikuwa hajui fiqh, lakini mkewe pia alikuwa akimsisitiza na kumwambia usifanye haya, mume wangu, hebu fanya hivi. Lakini yeye kwa sababu yeye ni jabbar, yeye ndio mwenye kusema, yeye ndio rais katika nyumba, nyamaza, mimi ndio nataka, usisumbue ninachokifanya mimi, na wewe si wala kwa ajili yangu, nani nikulishi sisi, tulia. Kwa kuwa mke hana usemi kwa Mungu, atafanyaje? Lakini licha hayo alikuwa akifanya, akimwambia mume wangu usifanye hivi, hebu fanye hivi, lakini mume alikuwa akidharau. Lakini hatimaye faliokifi, hayo ndio mambo kwamba yalikuwa kimkuta, mambo kwamba yalikuwa kimkuta, kama nilivyosema, yalikuwa kimkuta pale watu walikuwa wakichimba kaburi. Tupata kufanya nini? Ilikuwa ikionekana nyoka mkubwa katika ile lahadi yake, alikuwa akimsubiria. Mashehe, tuanze kuzinduka. Qala al-faqih rahimahullah amesema fi hadha al-khabar, katika habari hii ama kisa hichi tulichokisoma, dalilu, hii ni dalili tosha, ala anna al-khiyanata, kwamba kuhini sababun, ni miongoni mwa sababu liadhabi al-qabri, miongoni mwa adhabu za kaburi.
kaburi. Khiana ni miongoni mwa adhabu za kaburi. Ukiacha khiana, wewe ushasalimika na adhabu za kaburi. Fakana fima raau, imekuwa katika yale ambayo kwamba wameyaona, ama kwa Kiswahili ambacho kwamba limekieleza hichi Kiswahili, ibratan ni mazingatio, ni mtu awe ajitambua, lilahyai, kwa wale ambao wana uhai, kwa wale ambao pumzi zao bado wanazo, liyamtanau bila khiana, ili wapate kujizuia kutokamana na khiana. Wayuqal, na husemwa, innal ardha, hakika ardhi, tunada, inamnadi kulla yawmin 5 marati. Ardhi, riwaya nyingine nasema ardhi huja ikanani ikatoa mlio mara 5, milioni 5. Jambo la kwanza nasema awwal nidai, nidaa ya kwanza au inayosema ya ibn Adam, ewe mwanadamu, tamshi ala dhahri, wewe watembea juu yangu, wa masiruka ila batni, na hali ya kuwa wajua kabisa siku moja utaingia katika tumbo langu, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotuambia katika Qur'an, minha khalaqnakum, katika hiyo ardhi sisi tumewaumba, kupitia hiyo ardhi sisi tumewaumba. Halafu ikaendelea, wa fiha nu'idukum, na katika hiyo ardhi mutarudi. Halafu wa minha nukhrijukum taratan ukhra, na kupitia hiyo ardhi mutafufuliwa na mtarudi tena kwa mara ya pili. Hayo ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ndio sababu ardhi kila siku huwa inakwambia wewe mwanadamu, ya ibn Adam, ewe mwanadamu, tamshi ala dhahri, kila siku watembea kwa madaha na majivuno katika ardhi, wa masiruka, lakini utambue miendo yako yote utakuja kuingia ala batni, kwa tumbo langu siku moja. Jambo la pili, ardhi inasema ya ibn Adam, ewe mwanadamu, taakulu alwana ala dhahri, wewe wala chakula aina tofauti tofauti, wala biriani wala makuku wala chakula aina tofauti, kila siku wala wabadilisha hichi, wanywa chai ya maziwa, wanywa soda iliyopakwa papo, maana kila aina ya chakula wewe umekizunguka. Lakini ardhi bado inakukumbusha, inakwambia taakulu alwana ala dhahri, wala chakula aina tofauti tofauti ukiwa mgongoni mwako, lakini wataakuluka adidanu fi batni, utambue siku moja kiingia katika tumbo langu, adidanu, maguu yatakukula, utakuwa ni mzoga, utakuwa ni kitu ambacho kwamba huna thamani. Adidanu watakuwa ndio chakula chako wewe. Ulikuwa ukila mapiza, ulikuwa ukila makuku, ulikuwa ukila mabiriani, ulikuwa ukila kila aina chakula wewe, lakini leo hii utakuja kuliwa na wadudu ambao kwamba ni wadogo, lakini watakukula mpaka watakumaliza. Endelea kujigamba na vyakula vyako vibora. Jambo la pili, ardhi itasema ya ibn Adam, ewe mwanadamu, tadhaka ala dhahri, uko juu ya mgongo wako, lakini wajichekesha, wastarehe, kuchekacheka, kukana makundi ambayo kwamba hayana maana, kuchekacheka na mambo ambayo kwamba yasiokuwa na akili, kujichekesha. Endelea kucheka, lakini pale pale unapokanyaga pale, ardhi bado inakwambia haya matano kwa ninayozungumza. Jambo la kwanza akasema itakwambia watembea kwa ardhi kwa madaha, lakini utakuja kurudi katika tumbo langu. Jambo la pili imesema wala chakula aina tofauti tofauti, lakini wewe utakuja kuliwa na maguu. Jambo la tatu ardhi inasema wewe jichekeshe, cheka cheka,
lakini utakuja kuingia katika tumbo langu. Fasawfa tabki ala batni, utakuja kulia ndani ya tumbo langu. Jichekeshe, lakini hicho kicheko unachokicheka duniani utakuja kulia ukiwa ndo ndani ya tumbo langu. Wakati pale nyoka amekuja sasa, napata kuwa vipi? Munkar na Nakir wamekuja sasa, ni wakati wao kupatia mikongoto, utakuja kulia. Jambo la 4, ardhi inakwambia ya ibna Adam, ewe mwanadamu, anta tafrahu ala dhahri, wewe wafurahi ukiwa ndani ya mgongo wangu. Una starehe, waenda disco huku wajichezesha, wafanya aina starehe ya tofauti, lakini anakwambia fasawfa tahzin fi batni, ukiingia katika tumbo langu, wallahi thumma wallahi utahuzunika, kwa sababu hakuna ndugu, hakuna baba, hakuna mama, wala hakuna rafiki yote atakayehudumu. Wewe kulikuwa na wanajeshi karibia 100,000,000, lakini ukija kuingia katika tumbo langu, hakuna mwanajeshi yote kwamba atakayokutia escort, hakuna mwanajeshi yote kwamba atakuwa anakuletea chakula kama mfalme. Hakuna. Wakati huo utahuzunika zaidi, utakuwa wapata adhabu na fedheha ndani yake. Ya ibna Adam, jambo la 5 atakuwa anasema ya ibna Adam, ewe mwanadamu, tadhribu ala dhahri, wewe wafanya madhambi ukiwa ndani ya mgongo wangu. Endelea kumwasi Mwenyezi Mungu aliyekuumba, endelea kufanya maasi tu, lakini fasawfa tuadhib, wewe utakuja kuadhibiwa fi batni, ukiwa ndani ya tumbo. Endelea kumwasi Mwenyezi Mungu, zini, kunywa mapombe, fanya uchafu ukiwa ndani ya mgongo wangu, mwaga vinyesi vichafu ukiwa ndani ya mgongo wangu, lakini na mimi ukija katika tumbo langu, wallahi thumma wallahi sitokuacha salama. Hiyo ni amri itakuwa kila siku wewe ikanyaga kwa madaha na kujifunga, kila siku watembea katika mgongo wako, lakini kila steps unazozikanyaga katika ardhi, haya mambo matano kila siku unakwambia. Tukimalizia kisa cha mwisho, kisa kilichopokewa na Amr ibn Dinar. Kulikuwa na mtu katika watu wa Madina. Mtu huyu alikuwa na dadake. Dada siku moja alikuja akawa mgonjwa, na dada mwenyewe alikuwa akiishi kando ya Madina. Sasa kiasi kwamba ndugu yake wa kiume, dada alipogonjeka, akawa ni mtu wa kumtembelea wala asubuhi, akamwangalia dada yake kama kuna kazi kumsaidia pale, akaangalia kama kuna kitu chochote ataka ampikie, akimaliza arudi katika familia yake. Kila siku imeendelea hali hii mpaka dada alikuja akafa. Baada ya kufa ndugu yake wa kiume, hakuna jinsi, lazima afanye maandalizi ya kumzika. Fajahazaha, akamwandaa, halafu wahamalaha ila qabriha, akambeba mpaka akampeleka katika kaburi aliyoichimba, yuko katika kumweka katika ufuko wake. Falamma dufinat, dada alipozikwa, warajaa ila ahlihi, halafu baada ya hapo akamaliza, akafinika, akarudi katika familia yake, akarudi kwa mama, akarudi kwa watoto wake. Dhakara, akakumbuka, annahu nasiya kisan kana maa, kuna mkoba fulani aliusahau. Akatafakari, mkoba wangu niliusahau wapi? Niliusahau kwa nyumba ya dada, ama niliufikia katika kaburi la dada niliozikia? Akakumbuka, niliufikia katika kaburi la dada. Sasa mimi nifanyaje? Haina budi mimi kurudi, yani nikachukua mfuko wangu. Akatafuta rafiki ambaye kwamba alikuwa ni rafiki yake, akamwambia tu, nisaidie,
kufufua lile kaburi ipate kuchukua mfuko wangu. Fastaana birajulin ashabi, akapata msaada kwa rafiki wake. Faata ya alqabra, wakaja mpaka katika kaburi ili wapate kulifukia. Fanabashahu, basi wakalifukua. Fawajada alkisa, wakapata ule mfuko wake. Baada ya kulifufua lile kaburi, akauchukua ule mkoba wake. Kabla ya ndugu wa kiume kutoka, akataka kujua, je, hapa huyu maiti anatia alipendekwa acha nifukue? Manake ilikuwa bakia kidogo tu tayari afikie katika ile lahadi ya dadake. Sasa mimi nataka nijue huyu dadangu yuko katika hali gani, nataka nijue. Riwaya inasema faqala ar-rajul tanaha hatta andhura ala ayi hali ukhti, mimi nataka nijue huyu dadangu yuko katika hali gani, yapitia hali gani, nataka nijue. Farafaa ba'du ma kana ala lahdi, akatoa baadhi ya mawe ambayo kwamba yalikuwa yamefunika yule dada, akatoa. Baada alipotoa, fa idha al-qabru mushta'idun nar, alipotoa ile kaburi akashtukizia kumewaka moto pale. Yule kijana akashtuka, akaifunika kwa haraka, akatoka. Faraddahu fasawwa al-qabra, akalirudisha vile, akalifunika, akatoka mbio. Faraja ila ummi, imebidi akarudi mpaka kwa mamake. Kwani huyu dada sasa, akaanza kujiuliza, kwani huyu dada alikuwa akijishughulisha mambo gani? Na hapa ndiposa kina mama lazima waelewe adhabu kama hizi hazipati tu kwa upande wa kiume pekee yake, hata kwa kina mama na kina madada, adhabu ya kaburi lazima itakupata. Hapa ndipo mwingine asikilize vizuri. Akarudi mpaka kwa mamake, akataka kujua, je, dadangu alipitia hali gani, ama aliishi vipi katika maisha yake mpaka katika kaburi lake kumewaka moto namna hii. Akamuuliza mama, kwani dadangu aliishi vipi, maisha yake aliishi vipi na watu, ibada zake alikuwa akizifanya vipi yule dada? Mama alimwambia, dada yako alikuwa kwanza ni mbishi, kila mimi nikimweleza katika mambo ya kheri yeye huwa haelewi. Sifa ya kwanza alikuwa akioga janaba zake vibaya, bimaana swala zake alikuwa akiziswali ikiwa na najisi, alikuwa akitawadhi vibaya. Kila mimi nikimwelekeza yeye ibada zake alikuwa akiziswali tohara, ndivyo sivyo. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, dada yako miongoni mwa sifa zake ambapo kwamba alikuwa akijivunia sana, yeye alikuwa na tabia ya kamdomo. Kamdomo maana yake huenda katika nyumba ya jirani, watu wamelala wana starehe zao, yeye huenda kwa nyumba ya mlango ya jirani akasikiliza. Fatulqimu udhunaha abwabaha, akawa ashikiza sikio lake katika ule mlango kusikiliza kwamba hapa kuna habari gani, ataka kusikiliza yaliyomo ndani ya nyumba. Hiyo ni miongoni mwa tabia za dada. Alafu akiyasikia kwamba mume na mke wafanya nini, wameteta nini, wameteta hivi. Sasa azichukua zile habari, hakutosheka tu kuzisikiliza, akazichukua zile habari na kwenda kuzieleza. Hiyo ni miongoni mwa tabia za dada. Sasa ndugu akachukua kama mawaidha, akachukua kama ibra, kama mazingatio kupitia hiki kisa cha dada. Hii ndio twaiita an-namima, ni mtu kuchukua habari huku akazipeleka sehemu nyingine, alafu wale kwamba amesikiliza kule atakuja kuambia jana kule, yani anajifanya mageuzi. Kama nilivyosema
Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, shiraru ummati dhal wajhain, waovu zaidi katika umma wangu ni mtu ambaye kwamba ana nyuso mbili. Nyuso mbili si maana kwa mtu kwamba ana uso wa kwanza hapa na uso wa pili. Dhal wajhain ni mtu ambaye kwamba anachukua habari huku anazipeleka huku. Huyu dada mpaka kupatikana adhabu ya kaburi kama ile. Huyu ni mtu ambaye kwamba alikuwa akichukua habari huku na kuzipeleka huku. Miongoni mwa adhabu ambazo kwamba tumezipata kupitia huyu dada, alikuwa akiswali swala zake tohara ndivyo sivyo. Faidha arada an yanju, yoyote mwanadamu anataka kuokoka min adhabi qabri, katika adhabu za kaburi, fa alayhi, basi ni ajilazimishe an yataharraza am an yataharra, kujikinga aninamima, kutokamana na kutokeleza, wa an sairi dhunub, na madhambi yatakayobakia tuliyotaja hayo pia ajiepushe nayo. Liyanjuu, yote ajiepushe kwa sababu ya kujiokoa na adhabu za kaburi. Wayusajid alayhi, na pia atapata usahali kwake yeye, suala munkari wa nakir, katika maswali ya munkar na nakir atapata kuokoka, kama qala Allah Ta'ala, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fi hayati dunya wa fil akhirah. Mwenyezi Mungu huwathibitishia kwa wale ambao kwamba wameamini, bil qawli thabit, kwa qawli thabit. Al qawlu thabit ni shahadatun an la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Mwenyezi Mungu atakuthibitishia ile siku ukiingiwa pale na munkar na kiwa ameshaanza maswali yako, Mwenyezi Mungu atakupatia alqawlu thabit fil dunya, ukiwa ndani ya dunia, wa fil akhirah, ukiwa ndani ya akhirah. Kwa kiswa cha leo tumepata ibra ya kila mmoja aanze kuzinduka kwa sasa, aanze kufanya mema kwa sasa, ili ajiokoe na adhabu za kaburi. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Mwenyezi Mungu atulinde na adhabu za kaburi, na atulinde na moto ambao kwamba umeandaliwa kwa makafiri. Mwenyezi Mungu atujalie katika pepo jannatul firdaus an-na'im. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.